Asante. Somo la leo limepewa kichwa cha habari, uwakili wa nguvu. Uwakili wa nguvu. Kisa cha utume na ukombozi kinasimuliwa katika kauli tatu. Kauli ya kwanza ni ya kufanyika. Kauli ya pili ni ya kusema neno la Mungu. Kiingereza kinasema kwamba telling. Kauli ya tatu ni doing. Kwa Kiingereza tunasema kwamba kauli hizo tatu ni being, telling and doing. Kauli hizo tatu hatutazizungumzia leo, lakini tunaenda kuzungumzia kauli ya utendaji, na ndio sababu somo la mchana huo leo linasema uwakili wa nguvu. Uwakili wa nguvu. Kabla tuendelee sana, tuombe. Litukuzwe na lihimidiwe jina lako. Fungua fahamu zetu ili linakiliwe neno hili la uzima wa milele kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nyunyiza neno hili kupitia kwa nguvu zako za Roho Mtakatifu, limakinishwe kabisa katika mioyo yetu kwa ajili ya utendaji wetu, kwa ajili ya maisha haya na maisha yajayo. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 5, Biblia inasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Andiko libarikiwa kwa jina la Yesu. Lakini tunapoanza na fungu la 4, fungu la 4 inaanza kusema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wako ndiye mmoja. Sikiza Israeli. Israeli inaalikwa katika neno moja, sikiza. Alafu baada ya sikiza kuna alama ya kupumzika, kituo kidogo cha kupumzika, koma. Sikiza Israeli. Mambo makubwa yanapokuwa yanataka kuzungumzwa, lazima neno hili litumike. Kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 fungu la kwanza inasema, sikiliza Israeli. Tunaalikwa katika kumwabudu. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo ninayokuamuru, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Na fungu hili linaanza na sikiza Israeli. Mungu anaita Israeli katika uwepo wake. Ni kama vile mwalimu darasani ataambia wanafunzi, look here, he is seeking after their attention. Mungu anaita Israeli, anawaalika kwa sababu kuna kitu ambacho anataka kukiwakilisha mbele zao. Sikiza Israeli. Israeli inaalikwa ili waangazie macho yao katika Mungu mmoja peke yake, dhidi ya miungu ambayo ilikuwa inazunguka mataifa. Sikiza Israeli. Lakini hata hivyo, fungu la 5, mahali ambapo tutakita mizizi, hanatoraikai engabo kurukana roga 5, fungu la 5, Biblia inasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Sasa common denominator
anasema kwamba kwa moyo wako kiasi. Hapa moyo hauhitaji nusu, hauhitajiki nusu katika kuabudu. Inahitajika moyo in wholesale, in totality. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Nilikuwa naona commentator mwingine anasema kwamba maneno haya ni matatu, na kwa sababu maneno haya ni matatu, yanawiana na Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeumbwa in a triune form, tumeumbwa tukiwa tumebeba mambo haya matatu. Katika mambo haya matatu, kwamba tunapoalikwa katika ushirika pamoja na Mungu Baba, tumealikwa katika ukamilifu. Namba tatu ni namba ambayo ina aina fulani ya ukamilifu, na kwa sababu kisa cha ukombozi kinasimuliwa kwetu katika Utatu Mtakatifu, nasi pia mwanadamu anaalikwa katika ushirika pamoja na Mungu katika mambo haya matatu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Sasa kauli hizi zinakualika kwamba wewe in totality, wewe katika ujumla wako, kwamba ujue namna ya kumtukuza Mungu. Moyo umetajwa hapo kwa sababu moyo na roho ni seat of worship, ndio kitovu cha ibada. Moyo, nilipokuwa ninafanya utafiti zaidi, nikagundua kwamba moyo si hii heart ambayo ina pump blood, si moyo huu ambao unashika unasikia unadunda. Hapana, moyo ni mawazo yako, kwamba umwabudu Mungu kwa mawazo yako yote, usiwe na divided attention, kwamba unapokuwa unaabudu Mungu kwa mawazo yako yote, kwamba hatutakuwa kanisani hapa na wewe uko Facebook ama uko Twitter na mawazo yako yanakimbia, mara yako nyumbani, mara yako wapi. Ukitoka hapa unataka sijui uende sijui michama sijui wapi, yaani mawazo yako yote yawe yametulia kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kauli ya pili, mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote. Naomba tuketi vizuri kwenye viti, kila mtu keti vizuri kwenye viti, sababu naona wengine hamjui kuketi vizuri kanisani. Yes, naona sasa uko sawa, na uhakikishe macho yako yananiangalia. Yes, mpende Bwana Mungu. Hiyo kauli ya mpende Bwana Mungu wako katika roho yako yote, lugha ya Kiyunani Greek inaeleza kwamba neno roho ni pneuma, na hii pneuma inamaanisha breath of life, pumzi ya uhai. Na ndio sababu mtunza Zaburi anatualika kwamba kila mwenye uhai, kila mwenye pumzi ajifunze kumsifu Bwana, kila mwenye pumzi. Na ndio sababu kitabu cha Zaburi kimesheheni sifa kwa Mungu, kila mwenye pumzi, kwamba amsifu nani? Amsifu Bwana. Roho ndio ile watu wanapayuka kwenye matanga, wanasema kwamba Mungu, weka roho ya marehemu mahali pema peponi. Lakini
si kweli kwamba Mungu anaweza akaweka pumzi hii ya uhai akaiweka mbinguni na mwili umezikwa hapa. We are an indivisible whole, kwamba mwanadamu ni mtu ambaye amekamilika, kwamba huwezi ukaondoa kitu kimoja na kingine kikaendelea kuishi kwa sehemu nyingine pasipo kuwa katika ukamilifu wake. Sasa moyo na roho ndio kiini haswa cha ibada. Yohana 4 fungu la 24, Yesu anaambia mwanamke yule Msamaria, wakati upo na wakati umefika, waabuduo halisi wataabudu Baba katika roho na kweli. Katika roho na kweli, tilia mstari hoja, wataabudu katika roho na kweli. Sasa katika moyo na katika roho, kiini haswa cha ibada kinafafanuliwa katika leo yetu. Katika lesoni tulikuwa tunaona kwamba the great controversy, patashika, nguo kuchanika, vita kuu vinafanyika katika mawazo na katika roho zetu, na ndio sababu tunaalikwa kwamba tujue, tujifunze kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Lakini pia kuna kauli ambayo inamalizia, kauli hiyo ambayo inamalizia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na ile ya mwisho inasema namna gani? Kwa nguvu zako zote. Je, mwanadamu ana nguvu yoyote ile? La hasha. Zile nguvu ambazo tumepewa ni nguvu ambazo tumekopeshwa ili tuzitumie kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Wafilipi 4 fungu la 13 inasema, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwamba ninayaweza mambo mangapi? Kiasi fulani cha maneno. Ninayaweza mambo mangapi? Mambo yote katika, lakini anasema lakini katika yeye anitiaye nguvu. Na Biblia inasema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Did you know kwamba kuna watu wako hospitali hawana nguvu ya kuketi bila ambao unaketi? Wewe una nguvu ya kutumika, una nguvu, you have power to do, kwa sababu kazi ambayo Yesu alikuwa ameifanya, kama vile nilivyofafanua kwamba utume umebeba mambo mangapi? Matatu. Yesu alialika wanafunzi wake primarily, cha msingi aliwaalika ili waketi pamoja na yeye kabla hajawatuma. Aliwaalika waketi pamoja na yeye, lakini pia akawapa utume, akawapa divine commission, akawapa kazi ya kufanya ya kuambia watu neno la Mungu, telling people the good news. Na habari njema imejengwa katika muktadha wa watu kuambia maneno, kwa sababu katika neno kuna nguvu ndani yake. Neno, kuna watu ambao serikali imeshughulikia toka wakachoka. Juzi nilikuwa prison, hapo Kendege prison. Sasa nilikuwa ninawaambia visa ambavyo mimi nimewahi kuona. Sasa nikawa nawaambia, unajua ninyi mnaweza kuchapa mtu kwa viboko. Chapa. Na mtu anamaliza kifungo gerezani, anamaliza kifungo na hajabadilika. Akirudi hapo nje tena anaua mtu.
Lakini neno la Mungu linapokuwa anaambiwa neno la Mungu, pale Migori kulikuwa na mfungwa ambaye alikuwa ni hatari sana, hatari kwa usalama. Unaona wale wafungwa ambao unaona wanaenda kupalilia mashamba ya gereza pale, wale ni wale ambao waliiba kuku. Wengine hata sio hatari sana kwa usalama, wengine ni watu tu, hata wengine walisingiziwa, wengine wana makosa madogo madogo ambaye hata hawezi kutoroka jela. Lakini nakwambia kuna watu wengine majambazi hawaogopi kutukia askari, kwanza anaweza kunyang'anya askari na mlipue. Na huwa hawaonekani tena, hawaleti gereza hizi ndogo ndogo. Hizi gereza kama hii JK prison hii ya Kendege, hii ya chekechea. Unasikia kuna zile zingine zinaitwa Kamiti Maximum Prison. Wanapelekwa wale ambao wameshindikana. Wanajua kutumia bunduki na ni hatari. Wakati anapelekwa kwenye mahali ambapo anakaa na ni chumba chake mwenyewe, hawezi kutangamana na watu wengine. Anapelekwa na askari hata 5. Kwa sababu yeye mwenyewe akifanya na unabii, yaani askari hawa wanaweza kauliza, lazima wanakaa chonjo kwamba huyu ni nani. Basi mwingine akapelekwa hapo gerezani, aende kuhubiria huyu mtu na amepewa dakika 5. Wape dakika 5 ndio huyu mtu ndio huyu. Alafu basi anasema, sasa kweli dakika 5 nimezoea kuhubiri nusu saa, nitaongea nini? Akasema kwamba japo umehukumiwa, Mungu anakupenda. Moyo wake ukayeyuka. Kwa mtu kama mimi naweza nikapenda. Wakati anasindikizwa kwenda kubatizwa, watu wao wanashangaa. Sasa sio mtu yule ambaye anaweza kauliza watu. Kifungo chake alikuwa amepewa zaidi ya miaka 60. Akaanza kusamehewa kwa sababu Mungu kupitia kwa neno lile ambalo watu wanaambiwa linabadilisha mioyo yao. Lakini hiyo peke yake haijatosha. Mungu ametualika ili kwamba tuwe shupavu katika kutenda. Na ni kitu gani kinatenda? Nguvu ndizo zinatenda. Nguvu na uwakili. Hapa kuna kitu kinaitwa uwakili wa Mungu. Mambo haya mawili yamezungumziwa sana, yamehubiriwa sana. Uwakili wa moyo umezungumziwa sana, uwakili wa roho umezungumziwa sana, lakini watu wengi hawajakita mizizi katika kuelezea uwakili wa nguvu. Na mojawapo ya sababu ambayo kanisa linakuwa masikini ni kwa sababu hatujafundisha watu uwakili wa nguvu ni nini. Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 17 na 18, Biblia inasema Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 17, Biblia inasema, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zinatengeneza nini? Nguvu zinatengeneza utajiri. Nguvu. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote, hiyo inamaanisha umealikwa pia umtumikie Mungu na mali yako yote. Komenteta mmoja niliyesoma habari zake anaitwa Bashi, anasema hivi: mpende Bwana Mungu wako kwa pesa yako yote. Ndio maana yake, ndio maana ya hilo fungu, nguvu. Mpende Bwana Mungu wako kwa
nifafanue zaidi ili uelewe. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu wako wote. Wale ambao wameajiriwa na serikali, mpende Bwana Mungu wako kwa mshahara wako wote. Je, Mungu anaweza kukuamini kwa zile nguvu zako? Kwa sababu yeye ndiye aliyekuwezesha. Mungu hawezi akadai kama hajakuwezesha. Yeye ndiye amekuwezesha. Na anasema hivi, ninayaweza mambo yote. Paulo anasema, anaambia kanisa la Wafilipi, ninayaweza mambo mangapi? Sio baadhi ya maneno, sio baadhi ya mambo. Ninayaweza mambo yote kwa yeye anitiaye nguvu. Na kitabu cha Mathayo 6:21, Mathayo 6:21 inazungumzia unaweza ukatumikia mabwana wawili, mmoja ukamchukia na mwingine ukampenda. Lakini pia inazungumzia kauli nzito kwamba mahali moyo wako uliko, mahali hazina yako iliko, ndipo moyo wako utakapokuwepo. Sasa moyo, unaona, kwa namna fulani moyo umeambatanishwa na hazina. Na ukumbuke mahali ambapo tumetoka. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu akae vizuri kwenye kiti. Unajua ninapokuwa nimesimama hapa, ninawaona vizuri wale ambao mna concentrate na wale ambao mnataka kulala. Kama unataka kulala, nitakuuliza swali, unafanya kazi gani usiku? Yawezekana wewe ni nurse, askari, ama unafanya zile kazi zingine za usiku. Sasa utatuambia kwa nini unataka kusinzia. Utatuambia. Kwa hiyo kama hutaki aibu, uendelee kuniangalia mpaka nimalize. Sasa mahali hazina yako ilipo, ndipo moyo wako utakapokuwepo. Inamaanisha nguvu na moyo ni vitu ambavyo vinaambatana kama chanda kwa pete yake. Na mtu mmoja akasema, hata sio mtu mmoja, hii kauli mimi nimeitunga tu mwenyewe. Akasema, mimi ninasema sasa. Sasa hii kauli sijaisoma kwa mtu mwingine, mimi nimeitunga. You will not know somebody's character until you give him how many things? 3. Money, power, and influence. Hautajua tabia ya mtu hadi umempa mambo mangapi? Matatu. Umempa pesa, nguvu na mamlaka. Ndio utaanza kuona sasa true colors ya mtu. Utaanza kuona sasa huyu mtu fulani ni nani. Yawezekana wengine wenu hapa mnakuja kanisani kwa sababu hamuna pesa, lakini hatujui siku utapata pesa nyingi kama utakuja kwa hili kanisa. Sijui siku utakapopata pesa kabisa. Yaani wana zile vichenji ambazo unavipata na wao kwa mfuko unafikiria ni pesa. Unajua wewe haujawahi kupata pesa. Wakati wanasema hapa haujawahi kupata pesa. Yaani uamke siku moja uko na milioni 10 kwa account. 10 million. Yaani ukianza kuangalia 10 million. Ninajua baadhi yenu mtakuwa wadawazi. Yaani 10 million. Kuna wengine watakosa usingizi mpaka wadawazi. 10 million shillings. Vile pesa kidogo
ambavyo Mungu alikuwa amekupa kutumia nguvu zako ukavipokea, lakini vikakutawala moyo, ukashindwa kumtumikia Mungu kwa nguvu zako zote. Sasa na Mungu akipanua ugo lako na kutumia hizo nguvu na upanuke zaidi, je, Mungu anaweza kukuamini tena? Wakati tuna juma la maombi, ni wangapi huwa wanafika asubuhi zile ambazo huwa kuna baridi nyingi? Wengi huwa wanakuja na siku moja peke yake. Yaani nguvu, yaani unajua nguvu, somo la nguvu ni pana sana, na ili tuondokane pia na umasikini. Kuna watu wanatumia hata nusu hata katika kutafuta riziki, nguvu nusu. Unaenda pale sokoni hapo Gitongoro, yaani daima dawamu, wewe unauza dagaa ya shilingi 50, mtaji wako ni wa shilingi 50, unatumia nguvu zako nusu. Umelima mahindi eka moja ama nusu eka, alafu umekaa unaota jua, unasubiri baada ya miezi 6 uvune. Na ukija hapa kanisani tukwambie toa zaka na sadaka, lipia mtoto school fees na fanya mahitaji mengine, unaanza kuona kwamba mambo yamekuwa mazito. Kumbe wewe nyumbani pale unatumia nguvu nusu kuabudu Mungu. Hapa pia unatumia nguvu nusu ama hata robo. Wengine wanatumia kuabudu Mungu, ukipima kwamba nguvu zile ambazo unatumia kuabudu Mungu ni kiasi gani, zikipimwa nyumbani pale, yaani hatuna nguvu hata baada ya kula pale nyumbani. Hatuwezi hata tukafanya devotion, nguvu zote zimeisha. Unaona watu wameanza kusinzia, unataka kwenda kula, nguvu umetumika, dunia imekutumikisha pale nje, hauna nguvu zingine za kumwabudu hata Mungu pale nyumbani. Hapa kanisani huwa tunakuja pia tunajikokota. Mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote. Vijana ambao mko hapa, wanaweza wasifiwe. Hizo nguvu zenu nyingi ambazo zinakuvunjika kutoka kwa miili yenu, mnazitumia kwa namna gani? Mmewekeza hata roho peke yake? Hapana. Lakini Biblia inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote. Na ndio sababu Yesu akasema watakao uteka mji, watakao urithi uzima wa milele, akasema ni wanyonge, akasema ni wenye nguvu. Yesu alikuja akateka nyara shetani, akateka nyara falme hii ambayo ilikuwa sasa shetani ameikalia, na amekutwalia nguvu na mamlaka, ili kwanza hizo nguvu. Kwa kanisa linafaa tufahamu kwamba we must not only make spiritually strong people, we have also to make strong people financially, ambao pia watamtumikia nani? Watamtumikia Mungu. Watu ambao wanajua kutenda kazi, kumfanyia Mungu kazi. Yesu alialika wanafunzi wake wakuwe pamoja na yeye, na matu waambie watu habari njema kwa mdomo, na matatu watende. Hapa ndio nguvu zinatumika, nguvu yako yote, na nguvu yako yote ikitumika, ninakuambia hata hivi viti ambavyo unaona havijakaliwa na watu, kwamba ufanyike mwana wa Mungu, alafu uambie watu ambao wanakuzunguka habari njema, alafu utumie nguvu zako zote, na kuambia hivi viti vitakuwa vimekaliwa na watu.
na kanisa litajaa sana, kwa sababu umependa Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na hiyo kauli ya nguvu zako zote, hata katika unapoiapply katika kazi zile ambazo unafanya nyumbani, angalia kama unajua kufanya kazi kwa nguvu zako zote, kwa maarifa yako yote. Angalia kama unajua kufanya hivyo. Na kauli hizi ambazo ni kauli tatu zinafafanua kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, zinafafanua haswa Ukristo ni nini, na unafaa uabudu Mungu namna gani, na uitikie kwa namna gani katika utendaji mkubwa. Kwa sababu kama wewe ndio kutenda kazi ya Mungu kwa njia hafifu, inamaanisha mambo yako pia ya ulimwenguni hapa yatakuwa ni yale ambayo ni ya kihafifu hafifu. Mchana huu leo tunaalikwa katika Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyoandikwa kwa Mathayo 28 fungu la 19, uwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Nasi pia tunabatizwa ili tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote, kwa roho yetu yote, na kwa nguvu zetu zote. Na tunapotumia nguvu zetu zote, hakuna wakati ambapo tutachoka tukiambiwa kwamba simamia kazi ya Mungu kwa namna hii au nyingine. Hatutachoka kwamba tutachangia sitima. Hatutachoka kwamba tutatoa zaka na sadaka, kwa sababu nguvu ndizo zinazozalisha mali. Na ukitumia nguvu zako nusu, kanisa halitakuwa na nguvu, kwa sababu kanisa linahitaji nguvu. Kanisa linahitaji liwe power kama vile KPLC, Kenya Power and Lightning ina lightning nyumba zetu. Kanisa linahitaji nguvu, na hizo nguvu zinafaa zitoke kwako na zitoke kwangu. Ujifunze kuabudu Mungu kwa nguvu zako zote. Mchana huu leo, wakati pamoja nami wanaomba kwamba Mungu awasaidie ili wawe wakakamavu, wajue namna ya kuabudu Mungu kwa nguvu zetu zote. Kama hiyo ni ombi lako, usimame tupate kuomba. Kama uko hapo na unahitaji maombi ya kukusogeza karibu na Mungu, unahisi kwamba uwakili wako wa moyo, uwakili wako wa roho hauko sawa, nakupa nafasi uje tuombe hapa na wewe. Uwakili wako wa nguvu kuabudu Mungu, unaabudu Mungu lakini hujaongeza na nguvu zako zote. Hata unapoangalia pale unapokuwa unaenda kazi zako, unaenda safari na kwa kanisa huo unafika safari, hiyo ni vitu pia vya kutumia. Kwa moyo wako wote, inamaanisha pia tutaombea katika elimu ya Mungu.